Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Sura ya 28 aya ya 16 hadi 20. Wale wanafunzi 11 walikwenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Neno la Bwana. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, kama nilivyosema pale mwanzo ya kwamba leo tunafanya sherehe ya kupaa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Na ikumbukwe huyu Yesu alikuwepo tangu awali. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, Mungu mmoja katika nafsi tatu, walishiriki katika uumbaji wetu, uumbaji wa ulimwengu, na kila ambacho kilikuwepo basi kiliumbwa na Mungu mmoja katika nafsi tatu. Hivyo Kristo alikuwepo tangu awali katika kufanya huu ulimwengu, lakini wakati ulipotimia, kwa sababu ya wokovu wa wanadamu, basi alikubali kuzaliwa na mama Bikira Maria, akashuka akawa mwanadamu na akazaliwa, akaishi kama sisi, isipokuwa na dhambi, na kudhihirisha kwamba yeye ni mwanadamu. Alikubali kubatizwa na Yohane Mbatizaji ili kutuonyesha sisi mfano kwa kuwa ya kwamba yeye mwanadamu, lakini kwa kuwa hakuwa na dhambi, abatizwe ili na sisi tupate wokovu kwa njia ya ubatizo. Na akashiriki mambo yote isipokuwa hakuwa na dhambi. Huyo Kristo ameshiriki yote na zaidi katika na Eva kuanguka katika dhambi. Basi yeye alijishusha, akachukua mti mkavu na akatukomboa kwa njia ya msalaba. Basi huyo ndiye Yesu ambaye amekuja na kutushirikisha kwa Mungu wake
ili sisi tuondoke katika hali ya binadamu, tuishi katika umungu wake aliyotuletea. Akaishi na sisi, akafanya yote, akala kama sisi na kunywa kama sisi, lakini dhambi hakutenda. Na wakati ulipotimia sasa, wanadamu Wayahudi walimshika, wakamtesa na kumuua msalabani. Lakini baada ya siku 3 yeye amefufuka, na hawa wanafunzi wake wale 11 wanashuhudia, wanamwendea, na yeye anawatokea na kuambia amani iwe kwenu. Na baada ya hapo tena anadhihirisha kwa wengine pia. Tukumbuke baada ya ufufuko wake, yeye akiwa na wale wanafunzi wawili walikuwa wanaenda Emmaus, wakawa wanazungumza juu ya huyu Yesu aliyeuawa, na wakawa tayari na yeye akajiunga nao na anawauliza, ni mambo gani mnavyotembea mnasemezana? Wale wanafunzi wanakunja uso, wanasema, wewe uko mgeni katika haya yaliyotukia. Huyu Yesu tuliyomtegemea basi aliteswa na akauawa, na sisi tulikuwa tumemtegemea ndiye atakayetuokoa na makucha ama chini ya ukoloni wa Warumi. Yesu alijiunga nao, anawasimulia yote kuanzia manabii, Torati na Agano Jipya, lakini walikuwa wamefungwa macho au uelewa wao hawakuweza kuelewa. Wanatembea mpaka wanafika kijiji kile walichokuwa naenda, basi wanamkaribisha kwa kumlazimisha abaki nao, naye akakubali. Wakammega mkate, ndipo walipofunguliwa macho yao na mioyo yao, wakamtambua ndiye Kristo. Walisema, tumekutwa, usiendelee na safari. Lakini walirudi usiku huo na kwenda kuwapasha habari ya mambo haya yote yaliyotokea, na wakasema, tunamwona Kristo. Huyo Kristo ambaye alikuja kwa ajili yetu sisi, anatukomboa kutoka katika hali ya dhambi na kutuweka katika hali ya neema na baraka tele. Je, huyo tunasikia leo hii akipaa kwenda mbinguni? Alikuwa na watu wengi wameenda kule mlimani Galilaya, basi na baadaye wanazungumza, wanaona malaika wawili, basi anapaa kwenda mbinguni. Anapaa kwenda mbinguni kwa sababu lazima arudi kwenda kwa Baba. Kazi aliyotumwa amekuja amekamilisha, sasa anapaswa kurudi katika utukufu wote. Anaenda kufanya yote na kumweleza Baba na kutayarishia njia pia ya kwenda mbinguni. Sisi sote tumebatizwa na baadaye wengine watabatizwa, na leo katika Injili tumesikia kwamba enendeni ulimwenguni mote mkawabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kama hawa walioshiriki katika ule uumbaji, naye yeye tunashirikishwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tuweze kuwabatiza watu hivyo na kuwaingiza katika hali ya neema na hali ya baraka zote anazotujalia Mwenyezi Mungu. Hivyo kila Mkristo, kila aliyebatizwa, basi ametumwa kufanya kazi hiyo ya kuhubiri neno la Mungu. Ni juu yetu sisi sote kufanya kazi hiyo, hasa kwa matendo yaliyo mema, mawazo yaliyo mema, na pia matendo, maneno na mawazo yaliyo mema na maelekevu kwa Mwenyezi Mungu. Tufanye nini basi ili tuweze kufanya kazi hiyo? Ni kufanya uongofu wa ndani, kumrudia Mwenyezi Mungu, kufanya toba ya kweli pale ambapo tunapomkosea Mungu, pale ambapo tunapokosea wenzetu, tujirudi na kuomba msamaha na kujipatanisha daima, ili sisi tuweze kutenda kazi hiyo ya kuhubiri neno la Mungu kwa maneno, kwa matendo na kwa mawazo.
mawazo yetu yawe melekevu daima, ili basi tuweze kumwelekea Mungu na kujipatanisha naye. Pale ambapo tunaposema maneno mabaya, pengine hatuko pamoja na Mungu kwa magomvi yetu, kwa mahusiano yetu mabaya katika familia, katika dunia, basi tujirudi kwa kuwa na maneno mazuri ya kumsifu Mungu, kumtukuza na kumshukuru hasa kwa yote anayotujalia. Matendo yetu mara nyingine yanakuwa mabaya pale ambapo hatutendi sawasawa, pale ambapo tunatenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, iwe pengine ni wizi katika kazi, ama uvivu, ama pia hata uchoyo. Tukomesha hayo ili tuweze kumng'ang'ania huyu Yesu ambaye ametuachia Roho Mtakatifu, na yeye mwenyewe anasema kwamba siwaachi yatima, naondoka, lakini mtakuwa na msaidizi, na huyu msaidizi ndiye atakayetupa nguvu za kutenda yote. Na tuko ndani ya novena ya Pentekoste. Kumbe Mungu huyu Roho Mtakatifu atujalia matunda mengi tunayohitaji katika maisha yetu ya kila siku, na tuweze kuyaishi kadiri ya matakwa yake, kadiri ya amri zake, na kushika amri zake zote za Mungu, lakini na pia za kanisa. Tumwombe huyu Yesu aliyepa awe pamoja nasi hasa katika maisha yetu, katika maandiko matakatifu ambayo tunayasoma, lakini pia katika kanisa takatifu tunayopokea. Kila tunapoadhimisha misa takatifu, tunapokea kanisa takatifu. Yesu yuko pamoja naye, tumpokee katika hali ya uzima, maana sio katika hali ya kufuru. Kama tunakufuru, tuondoe kufuru hizo kwa njia ya maungamo na njia ya upatanisho. Tumwombe Kristo abaki nasi katika kanisa takatifu, na kanisa takatifu ituhuishe katika maisha yetu ya kila siku. Kanisa takatifu tunayoabudu kila Alhamisi itufanye tugeuke kuwa katika hali njema, na kutoka katika hali ya udhaifu, kutoka katika hali ya dhambi, ili basi tuweze kufufua mioyo yetu, nafsi zetu ziwe hai katika maisha yetu ya kila siku. Tumsifu Yesu Kristo.